Welcome back to my channel. Siku ya leo nitakwenda kuonyesha jinsi gani ya kufungua brokerage account. Brokerage account ni nini? Brokerage account ni platform ambayo inakuwezesha wewe kununua share ya kampuni. Hapa Marekani kuna platform nyingi sana, lakini mimi natumia Fidelity. Fidelity ni brokerage account nzuri sana ambayo institution kubwa wanaitumia, mabenki wanatumia, na wawekezaji wengi hapa Marekani wanaitumia. Najua watu wengi wanaijua hii brokerage ambao wameajiriwa kwenye makampuni. Fidelity wanaijua kwa sababu mambo ya 401k, unaangalia 401k yako kupitia brokerage account ya Fidelity. Hii platform sio ngeni, ni platform ambayo inajulikana kwa watu wengi. Mtu yeyote ambaye anafanya kazi kwenye makampuni hapa Marekani lazima ajue hii platform ya Fidelity, kwa sababu kama uko na 401k yako unaangalia kupitia Fidelity. In Fidelity unaweza kufanya investment zingine tofauti na 401k. Kwa siku ya leo ninakwenda kukuonyesha jinsi gani ya kufungua Fidelity brokerage account na jinsi gani unaweza kuinvest kwenye makampuni hapa Marekani kupitia brokerage account ya Fidelity. Acha tuingie moja kwa moja kwenye kompyuta nikuonyeshe step by step jinsi gani unaweza kufungua brokerage account ya Fidelity. Let's go. Nafikiri hapa brokerage account ya Fidelity hapa imefunguka, na hii ndo page ya kwanza kwenye brokerage account ya Fidelity. Ukifungua brokerage account ya Fidelity, hatua ya kwanza utakutana na page kama hii hapa. Humu ndani utakuta kuna account nyingi sana kama nilivyosema awali. In Fidelity kuna account nyingi sana. Kwa unafungua account kulingana na kile unachokihitaji, kulingana na malengo yako, kulingana na future yako. Unataka nini? Baada ya miaka 5, miaka 10, unataka kitu gani? Humu kuna account nyingi sana. Account ya kwanza hapa ni brokerage account, ndio account ambayo tunizungumzia. Account ya pili ni retirement, Roth IRA retirement account. Hii tutazungumzia siku nyingine. Ni account nzuri sana. Ya tatu ni cash management. Ya nne ni health saving account. Hii ni kwa sababu ya matibabu. Unakuwa unawekeza pesa yako humu kwa sababu ya matibabu. Tukishuka chini hapa kuna crypto account. Hii crypto ni kwa sababu mambo ya cryptocurrency, mambo ya Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, vitu kama hivyo. Hii nyingine hapa ni 509 college savings plan. Hii ni kwa sababu ya wanafunzi. Ukiwa na mtoto wako unaanza kumwandalia kwa sababu ya college, unamfungulia hii account, unakuwa unamwekea pesa huko kidogo kidogo mpaka atakapofikia wakati wa kwenda college. Hii pesa inamsaidia kwa sababu ya kulipia ada ya shule, na hii inakuwa secured. The government anajua kinachoendelea hapa ni kwa sababu ya kuandaa shule ya mtoto. Haiguswi hiyo, ni kwa sababu ya college na inafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo ni mambo ya kwanza mapema. Kama una mtoto wa miaka 5, anza taratibu $20 mpaka atakapofikia hatua ya kwenda college. Kuna pesa ya kutosha kwa sababu mtoto wako kusoma. Alright. Account ambayo tunizungumzia hii ni account sisi watu wazima, inaitwa brokerage account. Brokerage account ni nini? Brokerage account ni account ambayo inakuwezesha wewe kununua share ya kampuni, kununua share ya Amazon, share ya Tesla, share za Walmart, share za Google. Ndio unafungua brokerage account. Utaingia hapa moja kwa moja, unabonyeza hapa open account. Itafunguka kama hivyo. Hapo juu anakuandikia is this account for you, or anakuuliza is this account for you or will you share it? Hii account ni ya kwako ama utachangia na mtu mwingine? Account ownership. Will this account be individual or joint account? Hii account itakuwa ya mtu binafsi au itakuwa ya kuchangia na mtu mwingine? Hapa utachagua sasa wewe. Just for me, will share it. Kama ni ya kuchangia wewe na mke wako, utaingia hapo will share it. Kama ni ya kwako wewe binafsi, utafungua hapa just for me. Utabonyeza hapa just for me. Ni ya kwako binafsi. Sababu ya unahamisha, yani ni hichi kijani, unaweza ukakiweka hapa ama ukakiweka hapa. Ukishakiweka hapo just for me, una tap, unagusa hapa next. Na click next, itafunguka. Right, inafunguka hapo hivyo. Brokerage account itafunguka kama hivi. Where your cash will be held. Pesa zako zitakuwa zinawekwa sehemu gani? Ndio swali wanakuuliza. Fidelity Government Money Market Fund. Hii Fidelity Money Market Fund ni account ukiwa unaweka pesa. Hii money market unaweza ukaweka pesa humu na Fidelity wanakuwa nakupa percent zaidi hizi account za benki ambazo tumemiliki. Hii money market fund hii yenyewe tu ni investment kubwa, inaitwa money market fund. Ukiwa unaweka pesa zako humu, au wanapana interest ya 10%, 9% kila mwaka. Ukiacha tu hapo tu kwenye money market fund, unachagua sasa wewe. Ndio wanakuuliza swali, utakuwa unaweka kwenye money market fund, hiyo tayari ni investment, unakuwa umewekeza. Hiyo iko managed na Fidelity, na ndio maana wameandika hapo Fidelity Government Money Market Fund. Ni kama vile umewekeza pesa yako kwenye government, na wanakuwa wanakupa interest kubwa sana kushinda hizi
bank account ambazo tumemiliki. Ni wewe sasa utachagua. Hapo chini kuna taxable interest bearing cash option. Unachagua wewe mwenyewe sasa. Utaweka taxable interest bearing cash option. Ni wewe utakachagua. Utachagua ipi? Nzuri ni Fidelity Government Money Market Fund. Hiyo ni nzuri kwa sababu pesa zako zikiwa humo utakuwa unapewa interest kama vile mwekezaji. Pia hii pesa unaweza ukaichukua unanunua share ya kampuni. Kote pesa yako inakuwa inatumika. Yaani ununue share ya kampuni, usiponunua share ya kampuni pesa yako tayari automatically inakuwa kwenye uwekezaji. Kwa sababu hiyo money market fund ni investment tayari. So pesa yako ikiwa hapo inakuwa inatumika. Lakini pia unaweza ukaitoa hapo ukanunua share ya kampuni. Kwa hizi money market fund ni kama vile account bank, lakini sasa hizi zipo kwenye mifumo ya investment, vitu kama hivyo. Basi tutachagua hiyo Fidelity Government Money Market Fund. Tunaenda next. Alright. Tunafika hapa nisema alright. Ukifungua brokerage account utakuta kitu kama hichi hapa. Let's open your brokerage account. Let's open your brokerage account. Are you already a Fidelity customer? Wanakuuliza wewe tayari ni mteja wa Fidelity? Na next. Kisha fika sasa hapa ndo unaanza kujaza personal details. Hapa ndo unafungua brokerage account kwa sababu ya kuinvest. Hapa watakuomba vitu kadhaa, so security, watakuomba majina yako, emails, watakuomba phone number, jazi zote details. Hizi ni kwa sababu personal information. Tell us about yourself. First we'll need a few details. Hapa utajaza jina lako, Alenga. Hapa utajaza jina lako. Okay, unaweka jina lako kama kawaida. Raja. Middle name hauwezi kaweka so shida. Last name unaweka jina lako la pili. Kama ni Emmanuel, unaweka Emmanuel. Huu ni mfano. Wewe utaweka majina yako halali ambako kwenye vitambulisho vyako. So security. Unaweka so security hapo ni kwa mfano. Hapa unaweka tarehe ulizozaliwa, unaweka tarehe ulizozaliwa. Hii ni mifano. Lakini utaweka tarehe zako za kweli. Watafanya verification na document zako. Sababu utaweka so security itatoa document zako zote. United States, naweka United States. Hapa utaweka namba yako ya simu kama kawaida na email moja kwa moja. Hapo utaweka email za kwangu ziko automatically kwa sababu viko tayari humu ndani. Una hit next. Tayari hapo unafungua account.